Kila unapokuwa unapita katika majaribu na kila unapokuwa katika maombi wakati wa majaribu, angalia mazingira yasiweze kukuingiza katika maombi ambayo yatakuwa ni mabaya mbele za Bwana. Naona wana wa Israeli ambapo walipokuwa katika majaribu ya kukosa nyama chakula, maana ya chakula, nikiangalia kulikuwa na matunda kama matikiti, nyama, samaki, walijikuta wanaingia katika tamaa. Na maombi waliokuwa wakiyaomba, waliyaomba kwa tamaa na kujikuta wanaomba vibaya, wakamkasirisha Mungu, na Mungu aliwapa nyama, lakini nyama aliyokuwa akiwapa Mungu aliamua kuwaua. Kwa nini Mungu aliamua kuwaua? Kwa sababu walitamani vitu vilivyokuwa vikitolewa kwa sanamu, kwa mashetani. Walitamani vitu vya mashetani. Ukiangalia katika ile Hesabu sura ya 11 utaona kundi la watu liliingia tamaa, likasababisha wana wa Israeli kuingia tamaa na kukumbuka vyakula vya Misri. Kumbuka Misri kulikuwa na miungu. Kwa hiyo vyakula vya Misri vilikuwa vina vyakula vya mashetani. Unaweza kusema nasema nini? Nenda kasome ile wa Korinto wa kwanza sura ile ya 10, utaona kwamba kila kinachotolewa sadaka kwa mashetani Mungu huwa anachukia hicho. Kwa hiyo wana wa Israeli walikumbuka vyakula vya mashetani au vyakula ambavyo vilikuwa vinapatikana kwa mashetani. Kwa hiyo ikasababisha Mungu akasirike, kwa sababu walijikuta wanatamani vitu ambavyo sio vya kimungu. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu unatakiwa kujua ya kwamba kila unapoingia katika majaribu au kila unapokuwa ukimtafuta Mungu, kumbuka mazingira yasikusababishe ukatoka nje ya mstari. Unapoomba vitu kwa tamaa au kwa kunung'unika, Mungu anakasirika, kwa sababu utaomba vibaya. Utaomba kwa moyo wa shukrani, utaomba kwa moyo wa kuchangamka, utaomba kwa moyo wa furaha, utaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wana wa Israeli walijikuta wanaingia katika maafa kwa sababu ya kuomba vibaya. Na Paulo anawakumbusha Wakorinto wasije wakaingia katika mtego huo. Na leo niko mbele zako kukukumbusha usije ukaingia katika mtego huo. Sababu kila jaribu utakalokutana nalo lisije likakuletea mazingira ya kuomba kwa tamaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jifunze kuelewa ya kwamba unapoingia katika maombi au unapoingia katika msimu wa majaribu, unatakiwa kuwa msikivu. Unatakiwa kutafuta kuongozwa na Roho katika maombi yako, kwa sababu usipoongozwa na Roho katika maombi yako utaomba vibaya, na utakapoomba vibaya kitakachotokea ni kwamba utaomba nje ya kile ambacho Mungu anatamani uombe. Utajikuta unaomba kitu ambacho kitaleta laana au kitaleta maafa juu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kukupa, lakini baada ya kukupa anakuua. Kwa nini?
kukuthamini ukuu wake, kukuthamini ufalme wake, kukuthamini uungu wake. Umemlinganisha na mashetani, umemlinganisha na vitu atoavyo, ukavifananisha na vile vitu anavyovitoa kwa mashetani. Kwa nini? Kuna wakati mwingine unaweza ukajikuta unaingia tamaa ya mali ya mtu ambaye ameipata kupitia mashetani, na wewe unamwambia Mungu, nibariki kama mtu fulani ambaye unajua kabisa ya kwamba huyo mtu hajabarikiwa kwa sababu alimuomba Mungu, amebarikiwa kwa sababu alitoa sadaka au aliomba miungu mingine. Kwa hiyo ukiomba mali sawasawa na tamaa ya mali ya mtu ambaye amepata mali kupitia miungu, na uhakika Mungu anaweza kukupa hiyo mali, lakini hiyo mali akikupa atakuangamiza. Kwa nini? Umeomba katika mazingira ya tamaa, umeomba nje ya mapenzi ya Mungu, umefananisha vitu vya shetani na vitu vya Mungu, umemshusha Mungu katika level ya kumfananisha na shetani. Unapokuwa unaomba, kuwa mwangalifu katika kuomba, kuwa mwangalifu katika kunena, kuwa mwangalifu katika kunena kwako mbele za Bwana, kwa sababu unaponena mbele za Bwana, Mungu akisikia huwa anakasirika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unahitaji sana uwepo wa Roho Mtakatifu ili akusaidie muda huo, akuongoze muda huo. Kuna wakati unaweza ukatamani watu wakusaidie, lakini watu wakakuongoza nje ya kile ambacho Mungu anataka ukisikie. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakusaidia. Labda tu pale ambapo utapata mtu ambaye anaongozwa na Roho, ataweza kukusaidia, ya kwamba ametumwa na Mungu kwako ili akusaidie. Lakini nje ya hilo, unaweza ukajikuta unapata kitu ambacho si sahihi mbele za Bwana, au unaweza ukajikuta unaomba kitu ambacho si sahihi mbele za Bwana. Na kama ukijikuta unaomba kitu ambacho si sahihi mbele za Bwana, maana yake utatengeneza mazingira ambayo Mungu atakasirika na kukuangamiza. Kwa hiyo jifunze katika maisha yako kuwa mwangalifu na kuwa msikivu pale unapokutana na majaribu, pale unapoingia katika msimu wa majaribu, ili Mungu aweze kuvusha, kwa sababu Mungu hawezi kukupa jaribu ambalo hana mlango wa kutoa. Kwa hiyo katika msimu huo, jitahidi sana kusikiliza maelekezo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuongoza na Roho Mtakatifu atakusaidia. Usije ukaingia katika mtego ambao utakuangamiza na ukajikuta kile ambacho umekiomba utakifurahia. Shalom, shalom.